Mume wangu, waenda wapi? Inaenda kanisani. Na mambo nataka nirekebishe kidogo kwanza yako sawa. Unaweza keti hapa kidogo tuzungumze? Hakuna shida mke wangu. Na hii tai nikuonyesha venye huyu inatengenezwa. Hivi ndio inastahili kutengenezwa na shati unatengeneza hivyo ndio unakuwa smart. Shikamoo baba. Marahaba. Baba, kuna pesa yenye nimeitishwa kwa shuleni, alafu nimeambiwa nikuje nayo. Basi wewe nenda nitafuta jioni nitakupa utaenda nayo kesho. Sawa. Sawa kuna shida. Hata alikuwa amenielezea ni bila nilisahau. Ilikuwa nikuelezea lakini nikasahau kwa sababu ya shughuli za hapa na pale nikajipata nimesahau. Eti. Basi poa. Dangra jioni nije kupata mahali tu basi nimpe pesa. Halafu sasa unatuacha aje? Leo hapa hakuna kitu yoyote ya kununua chakula. Hakuna hela hata kidogo. Unajua mke wangu, nisipokudanganya haki ya Mungu, mbele na nyuma sina hata shilingi 100. Mbele na nyuma una. Sasa tufanyaje? Tufanyeje? Unajua mimi nikiwa na pesa ulikuwa unaona kama natoa tu. Basi iwe msimu ni msimu mbaya mke wangu. Mbaya aje? Sasa tufanyaje? Napaswa nielewe hivyo. Siku hizi sina pesa kabisa, niko vibaya. Au una pesa aje? Sina pesa. Na juzi niliona tithe imetolewa mingi. Ulipeleka wapi? Na sadaka? Sasa hivi unajua ni vitu vya kanisa. Sipaswi mimi kuhusikana navyo. Unajua vitu vya kanisa ni. Sasa ukisema mambo ya kanisa, watoto watakula nini? Lakini usije kujisahaulisha mke wangu. Na hata wewe mwenyewe unajua hizo siku za nyuma nilikuwa sawa, tulikuwa hatuna ugomvi wowote tukisa pesa. Hapana, mimi nahitaji pesa. Nahitaji pesa. Sasa hiyo unatoa pesa. Hiyo ni nini sasa mke wangu? Tunahitaji pesa. Sasa watoto watakula nini? Sasa unaniambia unaenda kanisa. Nini baya dada yangu? Nahitaji pesa. Sasa unajua mimi nikiwa na pesa. Kwa nini anataka mchungaji? Hajaacha chochote. Mchungaji hafai kushikwa hivyo. Anastahili aache pesa. Lakini unajua mke wangu. Wifi. Hamna. Wifi. Nahitaji pesa. Nini mbaya wifi yangu? Nika mke wangu. Unataka pesa? Unataka pesa? Basi muachilie. Hamna. Muachilie basi. Atoe pesa. Atatoa. Ngoja niende niitishe mume wangu pesa nikuletee basi. Hamna. Hodi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Amen. Milele amina. Mko sawa? Tuko sawa. Sasa mchungaji, pole kwa usumbufu. Najua uko na kazi mingi unafaa kufanya, lakini niko na mzigo nataka nikupatie unisaidie maombi. Unajua uko kwa nyumba kwangu, unajua mambo venye yako si kuzuri. Nilikuwa nataka nisaidie maombi. Nione kama basi moyo wangu naweza tulia. Basi poa. Unaweza ukaa hapa kidogo. Nikaeza. Nikae tuzungumze. Mke wangu na mashemeji na dada zangu. Naomba mtoke hapa kidogo. Nizungumze na muumini. Sawa, una shida. Tazungumza nje baadaye. Jamani. Habari sasa. Salama sana. Kwani shida gani? Sasa unajua yule mke wangu anakaa kuwa anazingua. Sasa na mgojea anafika kwa nyumba saa 1, yeye anakuja saa 2. Nakuta sasa badala ya kunifungulia ni mimi namfungulia, anakuja akiwa amelewa. Nimemwambia okoke amekataa. Sasa nimekosa cha kufanya, ndio maana nimekuja. Nikupatie huu mzigo. Na wewe nione kama unaweza nisaidia na maombi, nione kama moyo wangu unaweza tulia. Basi ngoja tuangalie kidogo maneno ya Mungu ambaye anaweza kusaidia kidogo, lakini Jehova aliwaambia wanadamu ili waishe milele daima. Alitupatia acha kwanza tufikishe hapo. Naona unapaswa kuwa unajifikiria ni kitu gani Mungu amekufanyia kwenye maisha yako. Umenisikia? Namsikia. Kwa hiyo tukitoka hapa unapaswa uende kama Mkristo. Kuna kitu unapaswa ukifika nyumbani popote tu.
yaani ukae kwenye maombi kiombee. Unanisikia? Sawa. Kwa hiyo huyo mke wako nitapanda mlima kama kesho au kesho kutwa. Nishapanda mlima, hilo swala lako nitashughulikia. Alafu ukifika nyumbani unapaswa kusoma kitabu cha Biblia kitakatifu, Yohana 14 mstari wa 6. Usome Yohana 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 15. Uone pana kwambiaje. Usome Isaya 55 mstari wa 11. Utaona mambo ya Mungu anakwambiaje. Umenielewa? Sawa sawa. Basi piga makoti kidogo nikuombea. Baba, katika jina la Yesu, ulitupa uwezo wa kupambana na maadui kila njia za aina tofauti. Kwa hiyo nimekuonyesha huyu mtumishi wako, nimekuonyesha huyu muumini ana shida kubwa nyumbani. Tunaomba uziondoe kuanzia leo. Tunaomba umsaidie. Tunaomba Roho Mtakatifu, umpe Roho Mtakatifu aende naye. Kuanzia leo ana amani. Kuanzia leo tembelea mke wake. Kuanzia leo tembelea mji wake. Yaani mpaka mke wake aokoke. Naona hata Mungu anafaa kukaa hapo katikati ya hii ndoa yangu. Asipokaa hapo katikati naona anaenda polepole. Lakini najua Mungu ni mkubwa. Habari zenu? Salama. Niwaulize. Mbona ile wakati nilikuwa nimeingia hapo kwa mchungaji, Walikuwa nimeona walikuwa wananyongana, nikifika nikaona hakuna. Walikuwa wananyongana wakakuona wakanyamaza. Kumbe nyumba huwa na baadhi mingi bana. Ipo. Nakwambia nimeshangaa. Alikuwa ananyongana. Lakini uzuri wa yule mchungaji, hata akikuombea unapona. Unapona. Kwa maana nampenda, manake ni kaka yangu. Na najua vizuri sana huyo ni mchungaji mzuri sana. Sawa sawa. Anapenda Mungu. Namjua. Yes. Ndio maana na mimi nilikuwa nimekuja kumuona, nimpatie mzigo wangu nione kama naweza pona rohoni. Utapona. Na yeye atakuombea. Namjua ule, sasa tunamwamini hapa kwa kanisa. Ni mtu mkubwa, hana maneno mengi. Akikuombea ni hivyo tu, unapona. Unapona mara hiyo. Ni vizuri. Basi acha mimi niende. Sawa, kwa heri. Tutaonana siku nyingine. Haya, kwa heri. Sawa sawa.